Injili ya Yesu Kristo kulingana na Marko. Mlango wa 9. Akawaambia, amin nawaambia, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapouona ufalme wa Mungu umekuja kwa nguvu. Hata baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana, akawaleta juu ya mlima mrefu faraghani peke yao. Akageuka sura yake mbele yao, mavazi yake yakimetameta, meupe mno, jinsi asivyoweza dobi duniani kuyafanya meupe. Wakatokewa na Eliya pamoja na Musa, nao walikuwa wakizungumza na Yesu. Petro akajibu akamwambia Yesu, Rabi, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Maana hakujua la kunena, kwa kuwa waliingiwa na hofu nyingi. Kisha likatokea wingu, likawatia uvuli. Sauti ikatoka katika lile wingu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Mara hiyo walipotazama huku na huku, hawakuona mtu pamoja nao ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, aliwakataza wasimweleze mtu walioyaona, hata Mwana wa Adamu atakapokuwa amefufuka katika wafu. Wakalishika neno lile, wakiulizana wao kwa wao, huko kufufuka katika wafu maana yake nini? Wakamuuliza wakisema, mbona waandishi hunena ya kwamba imempasa Eliya kuja kwanza? Akajibu akawaambia, ni kweli Eliya yuaja kwanza na kurejeza upya yote, lakini pamoja na haya ameandikiwaje Mwana wa Adamu ya kwamba atateswa mengi na kudharauliwa? Lakini nawaambia, Eliya amekwisha kuja, nao wakamtenda yote walioyataka kama ilivyoandikwa. Hata walipowafikia wanafunzi, waliona mkutano mkuu wakiwazunguka na waandishi wakijadiliana nao. Mara mkutano wote walipomwona walishangaa, wakamwendea mbio wakamsalimu. Akawauliza, mnajadiliana nini nao? Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila ampaga hapo humbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze. Akawajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nichukuliane nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Wakamleta kwake. Hata alipomwona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaagaa akitokwa na povu. Akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Mara babaye yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Naye Yesu akiona ya kuwa mkutano unakusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru, mtoke huyu, wala usimwingie tena. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama amekufa. Hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono akamuinua, naye akasimama. Hata alipoingia nyumbani, wanafunzi wake wakamuuliza kwa faragha, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote, isipokuwa kwa kuomba. Wakatoka huko, wakapita katikati ya Galilaya, naye hakutaka mtu kujua, kwa sababu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, Mwana wa Adamu yuaenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamua. Hata akiisha kuuawa, baada ya siku 3 atafufuka. Lakini hawakulifahamu neno lile, wakaogopa kumuuliza. Wakafika Kapernaumu. Hata alipokuwamo nyumbani, akawauliza, mlishindania nini njiani? Wakanyamaza, kwa maana njiani walikuwa wakibishana wao kwa wao, ni nani aliye mkubwa. Akaketi chini, akawaita wale thenashara, akawaambia, mtu atakayekuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote, na mtumishi wa wote. Akatwaa kitoto, akamweka katikati yao, akamkumbatia, akawaambia, mtu akimpokea mtoto mmoja wa namna hii kwa jina langu, anipokea mimi, na mtu akinipokea mimi, humpokea si mimi, bali yeye aliyenituma. Yohana akamjibu akamwambia, Mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako, ambaye hafuatani nasi, tukamtazama kwa sababu hafuatani nasi. Yesu akasema, msimkataze, kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu akaweza mara kuninenea mabaya, kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu. Kwa kuwa yeyote atakayewanywesha ninyi kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo,
Amin nawaambia, hatakosa thawabu yake. Na yeyote atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hawa niaminio, afadhali afungiwe jiwe la kusagia shingoni mwake na kutupwa baharini. Na mkono wako ukikukosesha, ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima ukibutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako Jehanam, kwenye moto usiozimika, ambamo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki. Na mguu wako ukikukosesha, ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika Jehanam, ambamo humo funza wao hawafi, wala moto hauzimiki. Na jicho lako likikukosesha, ling'oe ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika Jehanam, ambamo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki. Kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Chumvi ni njema, lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaitia nini ikolee? Mwe na chumvi ndani yenu, mtakaye kwa amani ninyi kwa ninyi.